Mheshimiwa Karia, katika sakata hili la tarehe 8, mimi naliita tarehe 8 mwezi wa 3, alikuwa yuko nje ya nchi. Aliporudi baada ya bodi la ligi kuahirisha mechi hii, iwe kwa bahati mbaya, iwe kwa makusudi, lakini limeahirishwa kwa sababu kuna baadhi ya watu wamejitengenezea kanuni zao. Kwa sababu kukaa na mapanga, kukaa na fito, kukaa na ngumi, matusi, vurugu, kuchukua gari ya polisi kuweka mbele kwenye gari la Simba, ule ni uhuni. Ule ni upuzi, sio mpira. Ile ni kanuni mpya ambayo tumeiona Mwanza. Tena watu hata nyinyi waandishi mnasema mbona kule Mwanza mkuu wa mkoa alimwekea gari ya polisi hawakususa. Simba hawajasusa. Simba wanataka kuwaelezeni, Simba wanataka kuwasomesheni sheria, taratibu ya mpira. Kwa sababu Simba wao ndio wenye certificate, wenye lebo ya mpira wa nchi hii. Naanzia hapo. Simba walipoamua wanachama tena hao unaona kwamba tunataka kufanya mabadiliko, tuinue mpira uwe juu. Unapotaja timu 5 au 10 katika Afrika, basi uhitaji na Tanzania Simba iwemo. Wengi walibeza. Nyinyi wengine bado mlikuwa vijana, mjakuwa waandishi wa habari. Walimbeza model. Wanachama tukafanya mikutano zaidi ya 3, lakini mkubwa kabisa tulifanya policy mess kwamba Simba inaenda katika mabadiliko ambayo yatakuwa ya uwekezaji ili mpira uweze kukua zaidi. Simba sisi tulinyonga, tulisema hivi, tunataka kwenda kwenye mabadiliko. Mwenyekiti wetu wakati huo bwana Evans Aveva, kijana msomi, alisema wana Simba mtapata hayo mabadiliko. Wanachama walipokaa wakaipelekea TFF, mabadiliko yetu sisi ni haya, tutakuwa na bodi. TFF wakasema hivi, kanuni na katiba yetu haifafanui kuwa na uwekezaji katika vilabu vya wanachama. Tupeni muda lau wa mwaka mmoja tuweke kanuni na sheria ili viwepo registered. Sisi tukakubaliana. Leo bwana mmoja anaitwa Mheshimiwa Karia amerudi hapa, anasikia vyombo vya habari, watu wanamtukana, watu wanafanya nini, kwamba bodi lijiuzuru kwa ajili ya mechi tarehe 8. Karia alisema maneno haya yafuatayo: mpira wetu tumeuweka juu. Hatutakubali mpira huu ushushwe na watu wapuuzi, wajinga, wana desturi za kitoto. Tutaulinda mpira wetu. Mimi wananambia Simba, mimi sio Simba, mimi Costi. Lakini nyakati ya uongozi wangu mimi, klabu iliyofaidika ni Yanga. Anaongea kwenye vyombo kama hivi. Kwani wao tuliwalinda sana mimi na uongozi wetu. Sasa hapa ndio swala hili waandishi wa habari mmeliacha tu linaelewa yani. Lazima mrudi huko. Mimi nimejiuliza na watu wa Simba, umefaidika nini Yanga? Na huyu Mheshimiwa Karia anasema, akaongea kwa neno moja la Kiingereza kwamba amewalinda sana Yanga. Kivipi? Tukapata jibu, mkono unaotoa na mkono unaopokea. Ule mkono unaotoa ndio unachukua mamlaka. Sasa Karia amefanya jambo gani? Jambo la kwanza alofanya kupitia Yanga timu ya GSM, kutaka kuwavalisha wote jezi za GSM hapa. Timu mdhamini mwenza. Kama sio ushujaa wa mama Babla, dada yangu yule, sote tungevaa jezi hapa imeandikwa GSM rangi ya njano, ambayo sio sahihi. Alipoondoka, waliposhindwa ile Simba, waliposhinda ile taarifa ile na hakuwepo tena mdhamini, akatoa kwa zile timu mbili alizowekeza, akarudi kwa mlango wa nyuma, mwekezaji wa timu zaidi ya moja. Najiuliza kitu kimoja, Simba walipotaka kuingia kwenye uwekezaji, tumeambiwa kanuni haiongei. Kwa nini GSM anataka kuwekeza zaidi ya timu 2, zaidi ya 3? Kanuni inasemaje? Haiongei lolote. Kwa nini wasiseme ngoja tukae tujadiliane ili tutengeneze kanuni ambayo itakuwa fair kuinua mpira wetu kwenda juu zaidi? Hakufanya hivyo. Pale ndio mafaidiko ya kwanza
ya Yanga Afrika kwa Karia. Matokeo yake wamempanda kichwani, marefali wanapanga wao, hata mtangazaji hatumtaki Mpenja, tuletee Ngodo. Sasa wao nani? Wao bodi la ligi. Matokeo yake sasa Karia leo kila nilipokaa anatokea hata muuza nyanya kama mimi Manzese. Karia mjinga wewe, Karia mpumbavu. Hivyo kweli mtu wewe rais yule kafu kaupeka mpira, ana heshima kubwa, mtu anaweza kumtukana mpumbavu? Sisi tunasema hivi, Kabudi hayawezi haya mambo. Kama waziri wa mambo ya ndani wa nchi hii aliachia magari ya polisi pale uwanja wa Taifa kuizuia Simba isiingie, basi hata Kabudi hawezi. Huu mpira bado urudi huku kwenye bodi la ligi, kwa sababu bodi la ligi Yanga mtoto wao. Simba mpira uliocheza mpaka ulofika hivi sasa hivi ni nguvu zake mwenyewe, uwekezaji, wanachama na kwa pamoja na bwana mdogo Ahmed Ally. Fanya kazi kubwa.